na tunatarajiwa kufika Bagamoyo saa 6:12 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Spidi itakuwa ni ya kuchangamka kiasi na kuzingatia sheria za usalama barabarani, lakini kutakuwa na mawimbi kiasi, bumps za hapa na pale, hivyo ndugu abiria hadi kufunga mkanda. Na hali ya hewa ya nje ni nyuzi joto 38, watu wanachemka, lakini ndani ni nyuzi joto 24, ubaridi wa kawaida wa saizi ya kati kuweza kuhimili pia watoto na dereva siweze kusinzia. Tutafika masaa matatu kabla mchezo wa Newcastle dhidi ya Chelsea katika dimba la St James Park. Licha ya kwamba hatutakuwepo nyumbani, tutapata kutazama mchezo huo kupitia My DStv kwenye application yako kwenye simu ya mkononi. Utaweza kutazama mchezo huo live and direct kutoka DStv. Hivyo tunakusisitiza kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli kulipia kifurushi chako mapema, na kama haupo nyumbani leo hii, beba chaja kama mimi na ukaketi sehemu uweze kutazama Chelsea dhidi ya Newcastle kwenye simu yako kutokea DStv. Hivyo ndugu abiria, msio na wasiwasi, na vinywaji vitapita muda si mrefu ili kila mmoja aweze kujichagulia chakula chake. Niwatakie safari njema. Kaole Ruins, sehemu ya kihistoria huku Bagamoyo Pwani. Hili ni kaburi la Sharifa binti Mwanamwali, binti ambaye alikuwa na karama kubwa sana ya kuweza kutabiri vitu, lakini pia alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kutambua vitu kwa uwezo mkubwa sana, na dua zake nyingi sana zilikuwa zinapokelewa akikufanyia yeye. Binti huyo alifariki akiwa na umri wa miaka 14 na alisema wazi kwamba atakapofariki ataongozana na watoto watatu, malaika watatu. Kaburi la kwanza ndio hili hapa, na aliyemfuata huyo kaburi la kiume, mtoto wa kiume huyo hapa jo, na huko watoto wa kike hawa huko wawili waliomfuata. Kwa hiyo akazikwa hapa kaburi lake Sharifa binti Mwanamwali hili hapa, ambalo amezikwa hapa akazungukwa na malaika watatu kutoka familia tatu tofauti, wa kiume na wa kike wawili. Liko hapa makumbusho ama katika ruins za Kaole Bagamoyo huko mkoani Pwani. Ona ndio msikiti wa karne ya 13 huku Bagamoyo mara ya Kaole, na msikiti huu bado unatumika kama ambavyo nimezungumza hapo awali, bado unatumika kama msikiti wa karne ya 13, na ndio msikiti ambao una kisima cha karne ya 13, kisima ambacho hakikauki maji yake, yani hayaongezeki hayapungui. Chote unavyoweza, waleta watu wa Kimara huko wachote maji wanavyoweza, kile kisima pale nje hakipungui, na kinachotumika na waumini kutia udhu na kuingia msikitini kuswali, na bado unatumika msikiti unavyoona tangu karne ya 13 kibra hapa bado kipo, na msikiti kama ambavyo unaona na Waislamu wanaswali hapa Kaole.